Wazee wameongea, wameshindwa, wameambia hakuna, hamwezi kumchukua. My brother-in-law na usiku tukafanya plan kurudi usubuhi mapema. We went very early in the morning again, tena kurudi kujaribu. And you know we got her. Ndiyo sababu I just realized usiku hiyo nililia. So kumpata huyu mama nililia, nikasema what is wrong now? Tena nimkumpoteza, tena nimelia. Kumpata nililia sana, kupoteza nimelia zaidi. To get her really cried. To lose her I've also cried. Hapo nimewacha, simenyorosha hiyo laini. Lakini nilikuja kujua kumbe walikuwa nampenda. Hata kwa kanisa tupoenda pre-wedding watu walilia, nikashangaa wanalia kwani wamekufa. Pre-wedding watu wanalia, nyanya andi wake wanalia, si kama maiko na mambo kama hiyo. Watu wanalia kwa harusi. Sasa mwisho nitaka kusema nimefurahia maisha yake. Ni alikuwa mama mzuri, msichana mzuri kabisa. In fact she was special. She really loved me and the family, the entire family. She cared for us, she protected us, na aliwakuza watoto wangu kwa njia nzuri sana. Alitaka wapate the best education, discipline na kila kitu. Na kitu ambaye nimefurahisha ameniwacha ni kwamba amewacha watoto wangu wakiwa na mshikamano wa ajabu. Mshikamano. Namna hii, fanya mkono namna hii. Na hata watu wanisikizi. Finya namna hii mkono. Watoto wangu wananipendeza kwa mshikamano wao. There are so many parents who have children here, lakini mtoto wa kwanza hata anapitana tu na wa pili, hata saa zingine waongea wasalamiani. Hata wajui mwingine anaishi tena anakula nini. Hata mwingine akipoteza kazi hawajali. Wangu wanashikamana. Na sisi walikuwa wametuweka katikati ya hiyo mshikamano. Wametufinyia katikati. Mungu tu ndiye amenyakuwa mama yao. But I just hope wataendelea kufanya nini? Kunishikilia katikati vile wamekuwa wametushika. Wakinishikilia hivyo na St. Michael na wamama na kanisa na watu wote wa nia njema, sitakuwa na shida.